Unaweza kupata ugonjwa wa kisukari hata kama hautumii sukari. Moja ya sababu kubwa ambazo watu wanaamini zinapelekea kupata ugonjwa wa kisukari ni matumizi ya sukari. Na sukari ambayo inaongelewa sana ni soda, ni ile sukari ambayo ni table sugar, ile sukari ya mezani. Kwa hiyo mtu akiacha hivyo anajiona yuko salama bila kujua kuna sababu zingine kubwa zaidi zinaweza kupelekea kupata ugonjwa wa kisukari. Na leo nitazungumzia sababu kuu 4 zinazopelekea ugonjwa wa kisukari. Sasa sababu ya kwanza inayoweza kusababisha mtu kupata ugonjwa wa kisukari ni lishe mbaya. Na kwenye lishe mbaya nataka nizungumzie mambo mawili tu. Cha kwanza ni ulaji wa vyakula vya wanga na sukari kupitiliza. Nazungumzia matumizi ya vyakula vya wanga kama ugali, wali, ngano, vyakula vyote vyenye kuingiza sukari kwa ajili ya mwili kupata nguvu. Sasa unapokuwa unakula vyakula hivyo kwa wingi, milo mitatu bado na milo midogo midogo, tunasema hiyo inaweza kuwa ni moja ya sababu kubwa inayokuweka hatarini kupata ugonjwa wa kisukari. Na kosa kubwa kwenye ulaji huu ni kwamba hatujaishia kula vyakula ambavyo mwili tu hauwezi kuvivumilia. Ni kwamba tunakula milo mingi sana kwa siku. Matokeo yake ni kwamba insulini inakuwa inafanya kazi kupitiliza. Matokeo yake inakuwa ni rahisi mwili kutengeneza upinzani kwa sababu umeingiza sukari nyingi sana kuliko uwezo wa mwili. Sababu ya pili inayopelekea ugonjwa wa kisukari ni kuwa na mafuta ya ziada yasiyo na matumizi. Tunazungumzia unene. Unapokuwa na mwili mkubwa, unapokuwa na uzito mkubwa, unapokuwa na kitambi ama ukawa na mafuta yaliyorundikana kwenye viungo vya ndani, licha ya nje kuwa na mwili wa kawaida, inaweza kupelekea kupata kisukari kwa sababu yale mafuta yanaharakisha sana seli za mwili kutengeneza upinzani. Matokeo yake unakuwa na ugonjwa wa kisukari rasmi. Wengi katika miaka yao 3, 4, 5 ya kuwa na uzito mkubwa huwa wanajiona wako salama. Wanaona kama ni kitu ambacho hakiwawashi, hakiwaumi, kwa hiyo wanaweza kaishi nacho. Usichokijua ni kwamba unajiandaa ama unajihatarisha kupata ugonjwa wa kisukari. Ile mafuta ya ziada huwa ni sukari iliyokosa matumizi, mwili ukaitunza. Mwili unatumaini kwamba kuna siku utakuja kuishughulikia kwa wewe kubadilisha mfumo wa maisha wa kipindi fulani. Lakini kwa vile unaendelea na vyakula vile vile ambavyo vinarudika sukari, basi mwili unafikia kizingiti cha kuendelea kutunza mafuta, na kinachotokea sukari inaanza kuachwa kwenye damu, unaitwa mgonjwa wa kisukari rasmi. Hiyo ni sababu kubwa sana. 80% ya wagonjwa wa kisukari wengi walikuwa na uzito mkubwa, aidha kwa muonekano au hawakuwa na muonekano kwa nje, lakini kwa ndani walikuwa na mafuta mengi sana. Sababu ya tatu ni urithi, tunasema genetics, vinasaba. Kundi dogo la wagonjwa wa kisukari pia, hiki cha type 2 ambacho nakizungumzia zaidi, wanapata kisukari kwa sababu ya kurithi vinasaba vyenye kuhatarisha kupata ugonjwa wa kisukari. Noti maneno yangu, vinasaba vinavyohatarisha kupata ugonjwa wa kisukari. Sio ugonjwa wa kisukari, haturithi ugonjwa wa kisukari. Unarithi vinasaba ambavyo vinakungojea uwe na lifestyle ambayo sio nzuri. Inakuwa rahisi sana wewe kupata ugonjwa kuliko mtu mwingine. Tunazungumzia vinasaba. Na katika hilo, kwa mfano anayezungumza hapa, mimi kwenye familia kuna vinasaba vya sukari. Ina maana mimi ninapojiachia sana kwenye lifestyle ambayo sio nzuri, tunaweza kuwa tu marafiki, tunakula chakula kile kile, mimi nikatengeneza upinzani wa insulin kirahisi sana kuliko rafiki yangu ambaye pengine hana vinasaba. Ingawa wote tunakuwa kwenye hatari kwa sababu tunakuwa kwenye lifestyle mbaya, lakini mtu ambaye ana vinasaba vya sukari kwenye familia anakuwa na hatari kubwa kuliko mtu ambaye hana vinasaba vya sukari. Ingawa kundi kubwa la wagonjwa wa kisukari sasa hivi, haijalishi una vinasaba au huna vinasaba, wote tuko hatarini kwa sababu ya mfumo huu wa maisha ambao tumeuadapt. Sababu ya mwisho ambayo itakuwa ni makundi sasa. Nasema ni sababu nyinginezo. Nazungumzia stress zisizoisha. Unaweza kutengeneza upinzani wa insulin. Nazungumzia kuto kushughulisha mwili. Haujajenga hata misuli. Kwa mwili unakosa sehemu, yani sukari inakuwa haina matumizi.
inaweza kapelekea kisukari. Tunazungumzia mwili kuwa kwenye msongo mkali wa sumu. Unakula vyakula vya kukaanga sana, unatumia madawa sana, unavuta sigara, unaweza kapelekea mwili kutengeneza upinzani wa insulin. Kwa hiyo hizo ni sababu, ziko sababu nyingine. Wengine ni matumizi ya madawa. Kuna madawa fulani wengine wanaweza kaugua ukayatumia yakapelekea pia mwili kutengeneza upinzani wa insulin. Kwa hiyo ziko sababu nyingi, lakini ukiangalia hayo ndio makundi makubwa, na ile ya sababu ya kwanza, mfumo wa lishe, ndio unapelekea haya mambo mengine yaje yanajiongezea mdogo mdogo. Na mimi umeelewa kuhusiana na sababu zinazopelekea ugonjwa wa kisukari. Mimi ni Sam Nature, nimelenga kusaidia watu wengi kufahamu namna ya kujikinga, lakini pia wenye tatizo la kisukari kufanya tiba za kuondokana na tatizo la kisukari. Kama umependa somo hili, like, share, follow page hii kuendelea kupata elimu zaidi ya namna ya kutokomeza tatizo la kisukari.